kumwalika nani? Yesu. Maisha haya ili ufanikiwe, tafuta kumwalika Yesu. Najua unapomwalika Yesu kuna vitu kwako ataviachilia. Amen. Unapomwalika Yesu kuna vitu kwako anaviachilia, vitu ambavyo Mungu anaweza akaviachilia kwako. Kwanza, kwa sababu umemwalika, anaachilia wokovu. Amen. Anaachilia nini? Wokovu. Kwa hiyo anasema tafuta kumwalika Yesu, na kinachomwalika Yesu si kitu kingine, ni ile shauku ya ndani yako. Ukiwa na shauku ndani, itakufanya kumwalika Yesu. Amen. Kwanza utapenda. Amen. Kwanza tafuta, alafu penda kumwalika Yesu. Jehova atukuzwe sana. Tafuta kumwalika nani? Kumwalika Yesu katika kila gumu unalopitia. Aidha hauoni majibu, aidha unaona giza mbele yako, lakini jambo la msingi na la kuzingatia kwenye maisha yako, tafuta kumwalika Yesu. Unapopita situation mbaya haina majibu, wewe tafuta tu kumwalika Yesu. Nasema tafuta tu kumwalika Yesu. Sijui kama naeleweka. Nasema hivi, wewe tafuta tu kumwalika Yesu. Faida kumwalika Yesu tu ni Yesu kukuletea wokovu. Biblia inasema kulikuwa na mtu mmoja lake Zakayo. Alipoona Yesu anapita, alafu yeye ni mfupi wa kimo, akatamani, akasema mimi siwezi kumwona Yesu, ili nimwone Yesu acha nipande kwenye mti. Akatafuta namna ya kutaka kumwalika Yesu nyumbani mwake. Kwa hiyo mtu yoyote anatakiwa ajiongeze ili Yesu aingie ndani yake. Bila kujiongeza huwezi kukutana na Mungu. Zakayo akajiongeza, akasema naam, nijiongeze hapa, nimwalike Yesu kwa namna ya kujiongeza mimi mwenyewe. Kinachotufelisha Wapentekoste ni kwa sababu hatutaki kujiongeza. Mwanangu, jiongeze. Jiongeze namna ya kumwalika Yesu. Jiongeze, Yesu aingie ndani yako. Jiongeze, Yesu afanye makao nyumbani mwako. Sema amina kwa jina la Yesu. Zakayo akagundua, akasema hapa mimi haiwezekani kumwona, nina ufupi huu, siwezi. Biblia inasema Yesu akaona shauku ya Zakayo, akasema naam, nimeiona imani yako Zakayo. Hebu shuka hapo ulipo, shuka. Leo wokovu umefika nyumbani mwako. Kilichosababisha wokovu kaingia nyumbani mwa Zakayo ni ile shauku ambayo alikuwa nayo. Shauku yako itamfanya Yesu aingie. Shauku yako itamfanya Bwana aingie. Shauku yako itamfanya Yesu aje. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ni maarifa gani? Ni maarifa ya kukosa kumwalika Yesu. Unapita mabaya, hutaki kumwalika Yesu. Unapitia magonjwa, hutaki kumwalika Yesu. Unapitia aibu, hutaki kumwalika Yesu. Unapitia magumu, hutaki kumwalika. Nasema mwalika Yesu wewe. 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 Nasema mwalika Yesu. Hata kama wamekukataa, na nasema mwalika Yesu. Hata kama wakuelewi, nasema wewe mwalika Yesu. Sikiliza. Zakayo inasema wokovu ukaingia nyumbani mwake. Wokovu ulipoingia nyumbani mwake, sikiliza Yesu alichokifanya. Akasema hivi, Zakayo akasema, hakika Baba, naomba kama kuna mtu nilimdhulumu, nitatoa mara mbili yake. Kama kuna mtu nilimtapeli, nitatoa mara mbili yake. Sema amina katika jina la Yesu. Sikiliza, ukimwalika Yesu, mateso yako yataonekana, aibu yako itaonekana, kelele yako itaonekana. Zakayo akajikuta wokovu umeingia ndani yake. Sema amina kwa jina la Yesu. Walipoingia wokovu ndani yake, Mungu akamwambia usiogope. Wakati anaendelea kugawa kwa wale watu waliowadhulumu, Yesu akatambua, akasema sikilizeni, katika nyumba ya Zakayo wokovu umeingia. Katika nyumba ya Zakayo wokovu umeingia.
utaingia. Sema yes. Sema amina. Ongea injili. Sikiliza, ukimwalika tu Yesu haina haja kubishana na maadui zako. Yeye ndio atapambana nao. Cha msingi ni kumwalika tu. Ni kumwalika tu. Unaposema Yesu moyo umechoka. Unaposema Baba siwezi, anaingia na kaa. Anasema mwanangu tulia. Wokovu umeingia nyumbani mwako. Unapoona uwezo unalala na njaa, unamwalika Yesu, anasema tulia mwanangu. Mimi niko hapa. Maana mimi mwenyewe nimesema niite nami nitakuitikia. Nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa hiyo nikimwalika Yesu, kuna mali nilikuwa sioni naanza kupaona. Nikimwalika Yesu, kuna namna nilikuwa sitembei naanza kutembea. Kuna namna nilikuwa sioni giza mbele, lakini nikimwalika Yesu, kuna namna naanza kuona maisha yangu. Ukimwalika Yesu, kila kitu kinafunguka. Maisha yanafunguka, moyo unafunguka, roho inafunguka, amani inaingia. Sema power. Haleluya. Sema amina. Anasema ukimwalika Yesu utayagundua makosa yako. Kwa hiyo ili ugundue na makosa, lazima kwanza umwalike Yesu. Kwa hiyo Yesu akija kuingia, anaanza kuangalia, kumbe hapa pana virusi, kumbe hapa hapajakaa sawa, kumbe mguu umejeruhiwa, kumbe roho yangu imejeruhiwa. Kwa nini umemwalika? Sikiliza nikwambie mwanangu, Yesu akitoa mwaliko, na ndio maana Biblia inasema siku ile Baba Yesu Kristo atakapokuwa anashuka ataalika malaika. Kumbe kuna mwaliko Yesu ameuandaa. Anasema sitakuja peke yangu, nitakuja na kundi la malaika kuja kulichukua kanisa. Kuna mwaliko umeandaliwa, kuna mwaliko umeandaliwa. Sikiliza mwanangu, kwa nini Yesu anaalika mwaliko? Anaalika mwaliko kwa ajili yako. Anaona kuna mahali ulipita au kuwajibu sawa sawa na matakwa yao. Sema amina. Yesu aingia ndani yako, natamani umwalike, ajue jeraha lako liko wapi. Akiingia Yesu, atajua majeraha yako yanayokutesa, atajua dhiki yako yanayokutesa, atajua unakwama wapi, atajua kwa nini usogei, atajua kwa nini uendelei, atajua kwa nini unakwama. Ukimwalika Jehova, kila kitu kinawezekana wewe. Ukimwalika Yesu, kila kitu kinawezekana wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Kitabu cha Luka ile sura ya 19 kuanzia mstari wa 2 na 8 pale utaona namna watu wanavyotoa mwaliko. Sema amina wa jina Yesu. Wakati wa harusi ya Kana, sikiliza, wale wanafunzi wale watu wa kule kaskazini wakamwalika Yesu katika harusi ya Kana kule Galilaya. Sema amina wa jina Yesu. Walipomwalika Yesu, Biblia inasema wakapungukiwa na mvinyo, wakapungukiwa na vitu. Yesu alipoingia, sikiliza, wamemwalika aje ale naye chakula, lakini cha ajabu sasa, sema cha ajabu, Yesu ndiye anayetoa chakula. Sema amina kwa jina Yesu. Unamwalika lakini umepungukiwa. Sikiliza, ninamwalika nimepungukiwa. Alafu Yesu anajaza chakula mwanangu. Alafu Yesu anajaza chakula. Alafu Yesu anajaza chakula. Alafu Yesu anajaza chakula. Haleluya. Wale watu wa Kana walipomwalika Yesu akaingia, wakaanza kujitetea. Wanasema, Baba tumekualika, lakini tazama hatuna kinywaji. Biblia inasema akawatazama, akawasikitikia. Alipowasikitikia kwa sababu yeye ni jibu, akagundua kwamba nimealikwa. Akagundua kwamba nimealikwa. Biblia inasema akawaambia, ninawapa divai, ninawapa divai. Kumbe Yesu akiingia analeta divai. Kumbe Yesu akiingia analeta majibu ya njaa. Kumbe Yesu anaingia analeta majibu ya huzuni. Kumbe Yesu akiingia analeta majibu ya tabu.
shida. Kumbe Yesu akiingia umwalike, nasema mwalike